Zile vita za mwanzo wa mwaka hazikuwa zinaenda kwa sababu watu wamegombana. Zile vita zilikuwa zina mambo mawili. Jambo la kwanza, zilikuwa vita za kiuchumi. Namna kukuza uchumi wa ufalme ilikuwa ni lazima upate ufalme mwingine dhaifu, ushinde nguvu, halafu anze kuna watoza kodi. Watawale liwe koloni lako, uanze kuna watoza kodi. Hazikuwa za vita kwa sababu wamegombana. Zilikuwa ni vita za kutaka kuinua uchumi. Na ili uinue uchumi, mshinde mshindani wako katika anga za kiuchumi. Mmenielewa? Mshinde mtu yule ambaye unajua ndiye mshindani wako mkubwa kwenye anga za kiuchumi. Haleluya. Mweke chini yako, mfanya kutegemea wewe, uchumi wake utegemee wewe. Ukifanikiwa kumfanya mtu mwingine uchumi wake ukakutegemea, ili yale anakutegemea, ili anywe maji anakutegemea, ili awe na barabara huko kwake anakutegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndiye unayenufaika kuliko yeye. Kwa hiyo zilikuwa ni vita za kiuchumi. Upate utakayemwonea awe koloni lako, uanze kuna watoza kodi. Na nyote mnajua mfano wa Yesu. Watu walikuja kumdai kodi Yesu, kacha ya miaka yao miaka ile. Akauliza swali, kwani wanaotoa kodi huwa ni watoto au ni wageni? Wakamjibu, wanaotoa kodi huwa ni wageni. Wana hawalipi kodi. Unahakikishwa na watu wengine ambao ndo wanakusanya kodi ili wanao waenjoy maisha. Sasa wanao ndio unaning'iniza shingoni kamba ya kodi, hata waenjoy. Kwa nini wapo nyumbani kwako? Haleluya. Kacha ya miaka Yesu na nyuma yake, kila nchi ilikuwa inajitahidi ipate wageni wa kuwatoza kodi ili wana wawe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu akauliza, wakati wanamdai kodi, akamuuliza Petro, kwani wanaolipa kodi ni wana au wageni? Petro akajibu, wageni. Sasa kama wageni ndio wanalipa kodi, si wana ni mahuru? Wana ni mahuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasema, ili tusiwakwaze, tusifanyeje? Sio kwa sababu tunapaswa kulipa kodi, ila kwa sababu amekuja kutudai, ili tusiwakwaze. Chukua ndoana yako, nienda pale baharini, tupia ndoana yako pale, samaki ataikamata wa kwanza, fungua kinywa chake, utaikuta kodi yao, wapelekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vinginevyo hatukupaswa sisi kulipa, maana sisi ni wana. Wana ni mahuru, ila tunalipa ili tusiwakwaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaratibu ulikuwa unafanya ili wana wawe huru, lazima mfalme wao afanye inavyowezekana apate wageni watakaokuwa nalipa kodi. Na njia ya kufanya wageni wapatikane wa kulipa kodi ni vita kila mwaka unapoanza. Unataka bajeti mpya, mwaka huu tunataka ngapi kuendesha nchi? Haleluya. Unaona hii tunaipataje? Twende vitani. Kuna jirani pale tunaona mezubaa. Haleluya. Piga.
Bwana Yesu sasa unapiga mnamchakaza, mnaanza kuchukua rasilimali, bajeti yenu inaenda sawa. Bwana Yesu sasa. Sababu ya pili ilikuwa nafanya ile vita ya mwanzo wa mwaka inafanyika, watu walikuwa na malengo, wanaingia mwaka wana malengo. Tunataka mpaka wetu ufike wapi mwaka huu? Maana wakati ule hapakuwa na sheria za kimataifa zinazogovern kwamba huna ruhusa kuingilia eneo la mpaka wa nchi jirani. Zile sheria za sasa hivi za kimataifa zinazodhibiti kutoingiliana mipaka wakati ule hazikuwepo. Kwa mipaka ilikuwa inategemea nguvu ya mfalme mwenyewe na mipango yake. Yaani wewe unaanza mwaka huu kama mpaka ni haka, mwakani umeshakwenda. Ukiongea mwaka mwingine ukiendelea huko. Umeelewa vizuri? Haleluya. Na aliyezubali anza hivi, mwaka unaokuja ni hivi. Unaofuata mwisho anamnyang'anya kabisa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wafalme wote walikuwa na plani, kila mwaka wanataka watembee katika upeo mkubwa kiasi gani, kwa maana ya mipaka nchi yao, wajitanue kiwango gani. Wanaoelewana na mimi waseme amina. Kama mmenielewa, hayo yaweke kwenye huduma yako. Unataka huduma yako ijitanue kiwango gani mwaka mwingine? Kama huna hilo, wewe siku zote utakuwa unaishi mwaka jana. Tumeingia 2026, kumbe mwenzetu bado uko 25. Kila mwaka unakuwa unaishi mwaka uliopita. Mwaka jana mlipokuwa hapa niliwaambia nataka kujipanua, lazima pia nipanue vitu fulani vya kufanya. Vinginevyo ni na ndio siri, ninyi wengine mnabaki pale pale. Unaangalia kitu, nataka nikuone Bwana huu mwaka. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka nijiconnect na haya maneno ya huu mwaka, mwaka wa kutukuzwa. Haleluya. Unachofanya hata Mungu akikiangalia anasema jamaa kweli yuko serious sana, nataka kutukuzwa. Haleluya. Lakini mchungaji mwingine anakaa pembeni anakusanya sadaka za washirika, ya kwake hamna. Haleluya. Kwa hiyo wafalme walikuwa wanadhamiria kwamba mwaka unaanza, hatutaki ufalme ubaki saizi ile ile. Hatutaki mipaka tuliyokuwa nayo mwaka huu tunaomaliza tubaki na mipaka ile ile. Lakini mimi ngoja niwahakikishie, hata ungeombaje na hata ungewekewaje mikono, kama namna yako Mungu akitazama naona huyu ndugu bado anapenda kubaki mipaka ile ile, maombi hayatakuvusha mipaka. Wangapi wameelewa mpaka pale? Maombi hata kufanya utoke mpaka ule uliozoea kutembelea, mpaka na wewe ujue kwamba nimepanga kuhama mpaka, nimepanga kusogeza mpaka. Kwa hiyo lengo la pili la ile vita ilikuwa ni kusogeza mipaka. Kila mwaka ukianza wanaenda kupigana, lakini wanachotaka ni kusogeza mipaka, maana hapakuwa na sheria inayodhibiti. Kwa hiyo kila mtu nguvu yake, mipaka yake ni nguvu yake. Jina la Yesu libarikiwe. Mipaka yake, ukubwa wa nchi yake ni nguvu yake mwenyewe. Haleluya.
Anataka nchi kubwa, anajiandaa kila mwaka anapanua. Anataka kuwa mdogo, naye ajiandae kunyang'anywa baadhi ya miji na vitongoji na vijiji. Na walikuwa wananyang'anywa kweli, walikuwa wananyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo lilifanya maombi yetu yakahama kutoka Januari yakaenda Desemba. Tunafanya maandalizi ya kupanuka. Wakati huo tunajua ulimwengu wa roho unawashindani nao wako serious, wanataka kupanuka pia. Usifikiri watu wanaosababisha zile ajali wanacheza, nao wanataka kupanuka. Haleluya. Usifikiri wale wanaokwenda majumbani mwao kila mwaka ukifika mwisho wameenda nyumbani, na kule ukienda nyumbani kuna sadaka wanapeleka, mara wamesembelea makaburi, mara wamefanya nini. Usifikiri wanacheza, wanataka kupanuka. Hawaendi kucheza, wanaenda kwa business ya kutaka mwaka unaokuja wapanuke. Haleluya. Sasa wewe unasubiri wenzako wote walishamaliza, na wewe ndo unaanza. Si umeshanyang'anywa tayari? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaanza tayari, wenzako tayari walishamaliza. Alafu sasa ukileta sadaka kwa yule ambaye unaamini ndiye atakupa nguvu ya kupanuka, wao walipeleka za kueleweka, na wewe unakwenda na 3,000 kako, nimeenda kujiunganisha mwaka huu nipanuke. 3,000. Haleluya. Mambo unayoomba Bwana kutendee huo mwaka, ukiyajumulisha pamoja, unataka kujenga nyumba, unataka watoto wasome shule nzuri, unataka nini, ukiyajumulisha yote ni kama yanafika milioni 500. Unataka mambo yenye thamani ya milioni 500, lakini umepeleka 3,000 kuunganisha. Hivi kweli unaelewa unachofanya? Unataka mambo yana thamani ya milioni 500, halafu sadaka umeweka 3,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kanisa letu mwaka huu tujenge, tuwe na kiwanja kikubwa. Naomba watoto wangu wasome shule nzuri. Naomba afya, hakuna kuugua. Unafahamu gharama ya bima ya afya? Haleluya. Wewe nenda ukakate bima ya afya, uone kama utaenda na 5,000. Mungu ndo nataka toe bima ya afya ya 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwa nini kuna vita mwaka unapoanza. Kwa nini vita ipo na inaandaliwaje, au wale walioshinda hiyo vita walifanya maandalizi ya hiyo vita kwa muda gani na kwa gharama gani? Tunakwenda pamoja. Ukiona wameshinda vita, jiulize kwanza walifanya maandalizi tangu lini, na walitumia gharama gani kufanya yale maandalizi ya ambao hatimaye yamewapa ushindi. Utagundua hawakuanza jana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mimi zile siku zikianza, ninyi mkianza tarehe 1, mimi nakuwa nimeshaanza kambi hapa siku kadhaa kabla ya tarehe 1, yaani Novemba maana yake. Haleluya.
Na kwa kawaida ndani ya hizo siku mimi naweza kulala, nikijumlisha siku zote nilizolala nyumbani ndani ya hizo siku, tangu nilipoanza maandalizi ya kujua agenda ya maombi itakuwa ipi mpaka atakapoisha, unaweza kukuta nimelala nyumbani siku hazizidi 4 au 3. Haleluya. Siishi nyumbani huu muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nataka kuwatieni moyo, huku nikiwafikirisha, huku nikiwa challenge. Unataka kwenda zaidi ya ulipokuwa, fanya zaidi ya ulichozoea kufanya. Tunakwenda pamoja. Unataka Mungu akufanyie kitu hafanyii wengine, fanya kwake pia kitu wengine hawafanyi. Umeelewa? Unataka kwako kitokee kitu hakitokei kwa wengine, fanya ambacho pia wengine hawafanyi. Na ukikaa kwenye huu ufalme unaweza kufikiri hakuna vitu watu hawafanyi. Vipo vingi. Kuna vingi hata kanisani kwako, kuna vingi hawafanyi na washirika hawajaviona hata kidogo. Haleluya. Unataka kitokee kitu hakijatokea kwa mtu mwingine, fanya kitu ambacho pia mwingine hajakifanya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wakati ule tukiwa katika hayo maandalizi ya namna gani tukabiri na tuingie mwaka 2026, nikiwa hapa kabla ya tarehe 1 mwezi wa 12, ndipo Mungu akanipa mambo yote yapasayo kutuongoza katika kuomba. Na lakini pia na mwaka utakavyokuwa, ili neno nimeandika hapo, mwaka wa kutukuzwa, sikulipata wakati wa maombi. Nipata wakati najiandaa kutaka kujua agenda ya tutakayoomba nayo, tutakavyotembea kwenye maombi. Mungu akaniambia ile aliyoniambia, na akaniambia utakuwa ni mwaka wa kutukuzwa. Lakini mwishoni kabisa tunamalizia, Mungu akaniambia ataanza na mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tarehe 21 Jumapili alfajiri saa 11. Nikawa sikuelewa, nikawa nadhani hili ni letu sote. Nilipokuja Jumapili kwenye maombi ya asubuhi ya kuandaa ibada, nikiwa nyuma ya kile kioo, akaniambia lile neno nilikwambia ni la kwako, ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akawa ameniambia mwaka huu kutakuwepo neema itakayofanya mabadiliko makubwa kwenye ulimwengu wa roho, ya kuyageuza mabaya kuwa mema. Mnafahamu ile nguvu ni kubwa. Jana nilikuwa nazungumza habari ya Yusufu, na ndicho hasa kilicho story nzima yote ya namna ya kutembea. Mungu alinipa story ya maisha ya Yusufu. Yusufu mwishoni kabisa baba yake amefariki. Wamemsafirisha na msafara magari yaliyotoka Misri kwenda kumzika kule Kanani, Mamre, alikozikwa mama yake na baba yake na babu yake, nani yule, Yakobo, na wengine wote walizikwa huko. Walikuwa wameenda kumzika Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zake waliporudi Misri,
wakapata hofu kwamba huyu ndugu sasa, kwa vile mzee hayupo, huyu anaweza akakumbuka ile mabaya tuliyomtendea. Wakatengeneza ujumbe wa kumwendea delegation, wakamwambia baba yetu amekufa, ila kuna neno alituambia, wewe hukuwepo. Alisema kwamba akifa tukwambie usitulipize kile kisasi cha yale maswara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wala hawajatumwa, ila ameshaanza kuhisi hatari. Aliyekuwa na tukiingia ni mzee, sasa hayupo. Huyu anaweza kabadilisha mawazo huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu akawaambia hivi, hapana, msifikiri hivyo. Akatumia, ni kweli mlinikusudia mabaya, lakini Bwana aliyageuza kuwa mema ili kutokee kuokoka kwa taifa kama hivi leo. Kwa msiogope, nitawalisha, nitawanywesha ninyi na watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo linalofanya mabaya geuzwe kuwa mema ni lile nilizungumza jana jioni, linaloitwa neema ya Bwana na kibali cha kimungu. Neema ya Mungu ikiwa mahali au ikiwa juu ya mtu, inazaa kibali cha kimungu. Kibali cha kimungu kinaishi juu ya mtu huyo, na mambo haya mawili, neema ya Mungu na kibali cha kimungu, kinamsaidia. Moja ya mambo nataka ushike kabisa, usisahau, kinamsaidia siku zote kuwa na roho njema. Mtu mwenye neema ya Mungu hawi na roho mbaya. Mtu wa neema ya Mungu, aliye na neema ya Mungu na kibali cha kimungu juu yake, hawi na roho mbaya. Hawi hata kidogo. Neema ya Mungu ikikaa juu yako siku zote, itakupa kuwa na roho njema. Siku zote itakupa kuwa na roho njema. Haleluya. Na moja mambo hutokea na hayachelewi, neema ya Mungu ikiondoka juu ya mtu, roho mbaya inaingia muda huo huo. Mnamkumbuka Kaini? Kaini alifanya mambo yanayoondoa neema na kibali cha kimungu kwenye maisha yake. Mara tu neema na kibali cha kimungu kilipoondoka, roho mbaya ikaingia. Roho mbaya ilipoingia, akaanza kukunjamana uso na kuhuzunika. Mungu akajua huyu jamaa anaweza akamaliza vibaya. Akamtembelea siku moja, akamwambia, Kaini, njoo. Kaini, ni hivi, huna haja ya kukunja uso, wala huna haja ya kujawa na huzuni. Jambo linalotakiwa hapa, tenda vyema, hata wewe pia utapata kibali. Jana nilizungumza kitu kinaitwa kutenda vyema. Hakumwambia tenda mema utapata kibali, alimwambia tenda vyema. Na niwaonyesha tofauti hapo kati ya kutenda mema na kutenda vyema. Alimwambia tenda vyema utapata kibali, lakini usipotenda vyema, dhambi ipo mlangoni inakuotea. Manaka anamwambia roho mbaya itakuingia. Na yeye hakuelewa au hakuzingatia, hakuamua kutenda vyema.
Na kwa sababu kuamua kutenda vyema, roho mbaya ikamwingia. Roho mbaya ilipomwingia, alianza kutenda mabaya. Roho ya njema ikikaa juu ya mtu, anatenda mema. Kwa waliomtendea mabaya na waliomtendea mema, wote atawatendea mema. Roho mbaya ikimwingia mtu, atatenda vibaya. Waliomtendea vibaya na ambao hawajamkosea, wote atawatendea mabaya. Haleluya. Roho mbaya ikamwingia. Mnajua alichokifanya? Mnakumbuka Sauli, mfalme wa Israeli? Sauli mfalme wa Israeli naye pia alishindwa kutenda vyema. Hakuishi vyema mbele za Mungu. Haleluya. Kilichotokea, neema ikaondoka. Mungu alianza kumkataa Sauli, kama mnasoma Biblia zenu vizuri, siku ile alipotoa sadaka akaenda kuteketeza. Samuel amemwambia, subiri hapa Gilgali, nitakuja. Wafilisti nao wakazidi kusogea, akaogopa. Watu wana hofu ya Wafilisti, wanaanza kutoroka, wengine wanaanza kutafuta vipenyo, wanachomoka. Akaona watu wataniishia. Samuel naye hafiki, akaamua kujifanya kuhani mwenyewe. Ile siku ndio kwa mara ya kwanza Samueli alimtamkia kuondolewa ufalme. Lakini mnafahamu, mnaosoma Biblia, Sauli alitawala miaka mingapi? Miaka 40. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaweka mkazo, wachungaji, mwende vyuo vya Biblia. Mwende wapi? Vyuo vya Biblia. Wale ambao hamjaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 40. Lakini ule muda anatoa ile kafara, Samuel akamwambia ufalme umeondolewa, alikuwa bado na miaka 2. Na lile tamko lilichofanya, liliondoa neema ya Mungu. Alibaki ofisini kama mfalme, lakini neema ya ufalme imeshaondoka. Kwa kutenda vibaya ilikuwa haiepukiki, kwa sababu neema ndiyo inakusaidia kutenda vyema. Haleluya. Neema ikiondoka, kukosea huhitaji kupanga kukosea. Unakosea tu hata kama hukupanga kukosea. Na neema ikiwa juu yako, hupangi kufanya vizuri, unapatia hata kama ulikuwa hujui. Watu wanakuambia, mbona umefanya vizuri sana? Hivi kweli nimefanya vizuri? Kumbe hata wewe mwenyewe hukujua kama ulifanya vizuri, lakini kulikuwa na neema ilikusaidia bila wewe kupanga. Haleluya, haleluya. Kwa alianza kupoteza neema na kibali miaka 2 baada ya kuanza kuwa mfalme. Akaendelea kuwa mfalme miaka mingine 38 bila neema ya Mungu. Na kwa sababu alifanya bila neema ya Mungu, ndani mwake siku zote kuliishi roho mbaya. Mtu amefanya tu vizuri, ameua Goliati, amewatisha siku 40, watu wamemwambia, wamempongeza, unaanza kutafuta kumuua. Wameimba, umesikia? Wameimba, wamesema yeye 10,000 mimi. Sasa hiyo ni shida gani? Wewe mtu akifanya vizuri watu watakataa kumpongeza. Sasa wamempongeza, unataka kumuua. Roho mbaya, sema roho mbaya. Haleluya, haleluya. Nataka niwahakikishie, si jambo la ajabu hata mchungaji na mzee wa kanisa kuwa na roho mbaya. Na mwingine kuwa na roho mbaya hata dhidi ya washirika wake mwenyewe. Nini kimetokea? Neema imeondoka.
Neema ikikuondoka utaanza kuwa na washirika maadui zako, na ni washirika wako. Unawafundisha mwenyewe alafu unawachukia mwenyewe. Umeenda kuwahubiri mwenyewe, umewatafuta mwenyewe, wamekuja, unaanza kuwachukia mwenyewe. Nini? Roho mbaya. Imetoka wapi? Neema imepungua. Neema ikipungua huwezi kuepuka kuwa na roho mbaya. Jana tulisoma tukasema, jamani, jiangalieni neema ya Mungu isiwapungukie, lisije likaibuka shina la uchungu. Unakuta mchungaji anaishi na uchungu, hauishi. Anawafanyia uchungu wenyewe waumini wake. Akienda Jumapili kwa hubiri, anapeleka nyundo kuwapiga makusudi kabisa. Haleluya! Kumbe neema imefanyaje? Imeondoka. Neema imeisha. Bado ni mchungaji, ila neema hakuna. Mmenielewa vizuri? Bado hajaacha kuwa mchungaji, ila neema hana. Kwa Sauli akawa mfalme miaka 38 bila neema, na akatawala miaka 38 ya roho mbaya. Haleluya, haleluya. Miaka 38 ya roho mbaya, mpaka watu wakawaza hili tatizo tunatatuaje. Mwisho mwingine akapata ufumbuzi, tutafute mpiga muziki. Hii roho mbaya imezidi. Haleluya. Hii roho mbaya imezidi. Tutafute mpiga muziki, angalau anatusaidia kutuliza roho mbaya. Sasa mimi kitu najiuliza, muziki sio issue, maneno ya ule muziki, ili roho mbaya itulie. Lazima mengi ya hayo yao ya kumsifia, hata sifa ambazo hana. Yaani ukitaka kumweza mtu ameshaingiwa na roho mbaya, msifie hata sifa ambazo hana, anatulia angalau. Bwana Yesu sana. Hatuna mchungaji kama wewe. Yaani wewe Mungu anakutumia sana. Yaani ulikonitoa. Yaani mchungaji, bila wewe nisingekuwa nilivyo. Ukisikia hivyo, Yesu, roho mbaya ina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu wa roho mbaya afanye kitu, msiseme. Yaani watu unafanya hawaheshimu, hawanini. Kwa hiyo roho mbaya ikabidi tafutiwe mpiga muziki. Haleluya. Piga muziki, kila akipiga roho mbaya inatulia. Lakini muziki kunyamaza tu, jioni imesharudi pale pale. Njoo ongeza muziki hapa. Mambo yameshaharibika, leta muziki. Haleluya. Inatulia, kukicha kesho imerudi pale pale. Yule kijana yuko wapi wa muziki? Njoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule kijana akawa na shughuli ngumu ya muziki. Sasa kama kawaida, ukifanya vyema kibali kinaongezeka. Mpiga muziki mwenyewe naye kibali kikaanza kuongezeka. Sasa akasahau yenda alikuwa anamtulizia roho mbaya. Mara mbili alimkosa mkuki. Hapo sebuleni wanakula. Mpiga muziki wake. Roho mbaya ikamgeukia. Haleluya, haleluya. Hii wanavyomsifia sifia, mwisho atamfanya kuwa mfalme huyu jamaa. Lakini amesahau ndio mpiga muziki wake anamtulizia roho mbaya.
Kwa ukiona unajua viashiria vya roho mbaya huhitaji kuambiwa kwamba imeingia, wewe mwenyewe unaelewa. Unaanza kujiona mahasira yasiyokuwa na sababu, hujui yametoka wapi. Unaanza kujiona unasema maneno makali yasiyo na sababu. Haleluya. Unaanza kujiona baadhi ya waumini unakuwa na mabifu nao. Wewe ujue tu roho mbaya tayari. Haleluya. Unaanza kuona wengine na mabifu nao, wengine hivi, wengine, ujue roho mbaya tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo roho mbaya Waebrania anasema italeta unajisi kundi zima na wengi litawasumbua. Roho mbaya italeta unajisi. Inaitwa, Waebrania anaita shina la uchungu, Samuel anaita roho mbaya. Litawasumbua, litalisumbua kanisa, litasumbua uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kumeingia roho mbaya, na ni mtu tu alijisahau akapoteza neema ya Mungu, au neema ya Mungu juu yake ikapungua. Kwa Biblia inasema huyu kijana Yusufu alitendwa mabaya mengi, lakini kwa sababu neema ya Mungu juu yake haikupungua, iliendelea kuwa kubwa. Hakuna roho mbaya ilimwingia, hakuna roho mbaya ilimwingia. Walimtenda mabaya akawa na watendea mazuri zaidi. Mwisho wa siku anasema, wakati mlipokuwa mnanikusudia mabaya, Mungu alikuwa anayageuza kuwa. Kwa ndicho Mungu alichoniambia, kutakuwako neema inaogeuza mabaya kuwa. Ile nguvu ni kubwa, lakini ufunguo wake ni neema ya Mungu juu ya kanisa lake. Kanisa lisipungukiwe neema ya Mungu. Na ili kanisa lisipungukiwe neema ya Mungu, uvuli wa kanisa ni mchungaji wake. Mchungaji ajilinde asipungukiwe neema ya Mungu. Mchungaji akipungukiwa neema ya Mungu, haitaepuka kanisa kupungukiwa neema ya Mungu. Haleluya. Kwa mchungaji wa kanisa na uongozi kwa ujumla, hawa tunaoitwa wazee wa kanisa hawa, haleluya, tujilinde tusipungukiwe neema ya Mungu. Tutaua kanisa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tulinde, tutunze neema ya Mungu isipungue. Kwa hiyo Yusufu, kilichomsaidia mabaya kugeuka kuwa mema, ambalo ndilo Mungu amesema nasi mwaka huu kwenye maombi, ni kulinda neema ya Mungu isipungue, tusipungukie. Haleluya. Na kwa hiyo Mungu anapogeuza mabaya kuwa mema, utukufu hutokea. Mungu humwingiza mtu katika hali ya utukufu. Narudia, Mungu anapogeuza mabaya kuwa mema, utukufu hutokea. Mungu hapo ndipo anapoanza kumwingiza mtu katika hali ya kutukuka au kutukuzwa.
Haleluya, haleluya. Mungu anambadilishia nafasi au daraja machoni pa watu na machoni pa mazingira yote yaliyokuwa yanamzunguka. Anaanza kumtukuza. Haleluya. Anaanza kumtukuza kwenye maisha, anaanza kumtukuza kwenye huduma, anaanza kumtukuza kwenye uchumi, anaanza kumtukuza kwenye nafasi, anaanza kumtukuza kati ya ndugu, anaanza kumtukuza kati ya wenzake waliokuwa wakariba pamoja naye, yani wale wa hadhi iliyokuwa inafanana naye. Mungu anaanza kumtukuza miongoni mwao. Wale waliosema huyu alikuwa mwenzetu, huyu tulikuwa wote, wale wa kariba yake, wa hadhi ya kwake, Mungu anaanza kumtukuza katikati yao. Haleluya. Kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo imeyageuza mabaya yote kuwa mema. Haleluya. Na siku Mungu ameanza kukutukuza au ameanza kulitukuza kanisa, hata yaliyokuwa yamesahauliwa yatakumbukwa. Kuna mambo mengine, suhu zingine hazihitaji mkae. Mungu anaweza kusuruhisha. Biblia inasema njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu anampatanisha na adui zake. Haleluya. Kuna mambo mengine anaanza kukuijiria na wewe hujayatafuta, kwa sababu ya neema ya Mungu inayogeuza mabaya. Miaka ya mateso inageuka kwa miaka ya faraja. Miaka ya maumivu inaanza kugeuzwa kwa miaka ya kuburudika. Biblia inasema tubuni basi mrejee. Ni Matendo sura ya 3 mstari nadhani wa 19. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. The times of refreshment. Miaka inayokusaurisha yale maumivu, miaka inayokusaurisha yale machozi, miaka inayokusaurisha kule kuonewa, miaka inayokusaurisha kule kulala njaa, miaka inayokusaurisha ule ukame wa maisha ya kiroho na ya kimwili, miaka inayokusaurisha kule kudharauliwa na kupuzwa. Inakuja nyakati zinabadilika kabisa kabisa. There comes the times of refreshment. Zinakuja nyakati za kuburudishwa, na mimi naamini zinakuja kwa jina la Yesu. Naamini kuna watu wanakwenda kuingia, kutokea kwenye kongamano hili, wanaenda kuingia ndani ya nyakati za kuburudishwa. Nyakati za kuburudishwa, nyakati za kusahaulishwa machozi, nyakati za kusahaulishwa zile dharau, yale maumivu, yale mateso. Zitakuja nyakati za kuburudishwa. Haleluya. Neema ya Mungu inavyozidi kuongezeka, zinaendelea kuja nyakati za kuburudishwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa Yusufu zilifika nyakati yote akaisha kama hayakuwahi kuwepo. Yote yakaondoka kama hakuna kitu kiliwahi kutokea. Na moja ya mambo yalikuwa ni maumivu moyoni mwake, achilia mbali ule utumwa na ile mateso na kufungwa jela, ni kuishi haoni baba yake. Alikuwa anampenda baba yake sana,
Yusufu alikuwa anampenda sana baba yake, kama ambavyo pia baba yake alikuwa anampenda sana Yusufu. Kwa kuishi haoni namna gani na wala hajui tatokeaje amuone tena baba yake pamoja na kuwa mfalme kule juu. Ilikuwa ni jambo bado linamisi, linatengeneza ukiwa ndani yake. Lakini nyakati za kuburudishwa zipokuja, Mungu alifanya njia. Mungu akamkutanisha tena na baba yake, wakarukiana shingoni, wakafurahi sana, wakafurahi sana. Yusufu alifurahi sana kukutana tena na baba yake, kwa sababu alikuwa anampenda sana. Alifurahi tena kukutana na mdogo wake, alikaacha kadogo kalikokuwa kanamfuata walikozaliwa na yeye mama mmoja. Mama yao alizaa watoto wawili tu peke yao, alizaa Yusufu na kale kabwana kanaitwa Benjamin. Wamemuondoa nyumbani, bado ni kadogo. Yeye alikuwa na miaka 17, sijui Kenya alikuwa na miaka mingapi, labda 13 au 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameishi anakumbuka mdogo wake Benjamin, hajua atamuonaje. Anajua miongoni mwa waliotenda yale Benjamin hakuwepo. Ndio mtu pekee miongoni mwa ndugu zake anayejua hajamuwazia mabaya. Lakini atamuonaje tena? Siku aliyomuona alishindwa kujizuia, akalia hadharani. Haleluya. Siku aliyomuona Benjamin alilia. Alijificha mara ya kwanza, akaenda kalilia chumbani, lakini mara ya pili alishindwa hata kulilia chumbani. Haleluya. Akalia mbele ya wajakazi wake na watumwa wake na wasaidizi wake wote, akalia machozi makubwa. Wakati analia, anawaambia, baba yangu bado yupo. Amefurahi kumuona Benjamin, lakini pengo la baba yake bado lipo. Baba yangu bado yupo, baba yangu hajambo. Haleluya. Mwisho akawatuma, nendeni mkamlete baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zinaitwa nyakati za kuburudishwa. Zinakuja nyakati za kuburudishwa. Yaliyosahaulika yanakumbukwa, yaliyopotea yanapatikana, yaliyodhulumiwa yanarejeshwa. Nyakati za kuburudishwa zinapokuja, kunatokea nguvu inarejesha, wala haitokani na wewe. Ni nguvu ya neema ya Mungu inayatafuta yalikofichwa, inayaleta. Nguvu ya neema ya Mungu. Haleluya. Kwa Mungu kawa amenieleza tunapoomba tuombe jambo hili. Najua wengi wakati na matumia zile jumbe mlikuwa mwezi kupata ufunuo mpana wa jinsi Mungu alivyozungumza na mimi. Kwa ndivyo navyotumia nafasi kuwaeleza namna ufunuo ulivyokuja kwangu. Haleluya. Namna Mungu alivyoleta kwangu huo ufunuo. Kwa hiyo tukiwa tunaendelea kuomba, haleluya, haleluya watu wa Mungu, wakati Mungu akiwa ananieleza hayo, tuliingia kwenye maombi. Kwa sababu haya maneno ninayosema sasa hivi niliyajua au niliyapokea tukiwa tujaanza maombi. Ilikuwa bado ni Novemba, kwa sababu nilivyokuambia, kwa wakati ananiambia maombi atakavyochukua uelekeo, hayo nilomaliza kusema ndio yaliyokuja kwangu, na mwaka tutakavyo brand au tutakavyoita, aliniambia wakati huo mwaka wa kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini najua wote Mungu anasema na sisi. Maombi hawezi kuisha 21 halafu umeomba tu halafu hakuna kitu Mungu amesema, si ndio? Hata ninyi najua kuna mambo kadha wa kadha Mungu amezungumza na ninyi, tunaendelea na yale maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu mimi ndiye Mungu alinipa nafasi kwa wakati huu kwamba niwatamkie na kuwaelekeza, mtasikia yale niliyoambiwa mimi,
japokuwa najua na ninyi yako mlioambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati huu, kwa sababu mimi ndio niko kwenye nafasi hii, mtasikia yale ambayo mimi ndiye niliambiwa, na yale mlioambiwa ninyi mtaendelea kuyatendea kazi huko makanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jambo la kwanza Mungu alisema ndani ya yale maombi, alisema kuna wakati neema ipo na mabaya Mungu anageuza kuwa mema, lakini hakutokei kwamba kuna kinga ya upinzani kwenye ulimwengu wa roho. Hata katikati ya hali hizo, ulimwengu wa roho, pinzani unaendelea kufanya jitihada. Akasema kanisa lake au watu wake tunahitaji kujizoeza na kujifunza kuwa na maombi ya muda mrefu. Nguvu inayoshindana na nguvu pinzani katikati ya neema ya Mungu ni mtu kuwa na nguvu ya maombi endelevu, maombi ya muda mrefu. Haleluya. Na mfano ni ule wa Danieli. Alikuwa akiomba, kimsingi ilikuwa ndio wakati Mungu amesema tageuza mabaya kuwa mema, kwa sababu alikuwa amesema uteka wa Yerusalemu na ukiwa wake utakoma baada ya miaka 70. Mungu anajenga tena Yerusalemu. Kwa Danieli akawa naomba jambo hilo litimie, na Mungu akakusudia kutoa maelekezo na majibu muda ule ule siku ya kwanza alipoanza kuomba. Lakini maandiko yanasema kutokea kitu kinaitwa mkuu wa Uajemi. Mkuu wa Uajemi sio mfalme wa mwili, ni kitu kiko kwenye anga. Haleluya. Hakuwa mkuu wa Uajemi kwa maana ya mfalme wa kimwili, lakini mkuu wa Uajemi kwa maana ya mfalme wa anga. Haleluya. Malaika Gabriel ametumwa kwa ajili ya kuja kumwelekeza Danieli mambo yanayopaswa kuwa kuanzia Yerusalemu unapojengwa tena mpaka mwisho wa nyakati. Ratiba nzima. Mkuu wa Uajemi akatokea kumpinga Gabriel huko angani. Sasa Mungu alichokuwa anajaribu kunifanya nielewe ni je, kama angeomba siku 2-3 akaacha, kama ambavyo mara nyingi tunasema Bwana ameshasikia, au tunasemaga nimeshaomba vya kutosha. Ulishawahi kuongea neno linasema nimeshaomba vya kutosha? Kigezo cha kuyaita hayo maombi vya kutosha, umetumia kigezo gani? Ni maombi gani yanaitwa yametosha? Ni maombi kiasi gani yanayoitwa vya kutosha? Kuna wakati tunasema tumeomba vya kutosha, kumbe mwenye vya kutosha, kwa umeomba vya kutosha ni Mungu mwenyewe. Sisi hatujui Kornelio aliomba kwanza kiasi gani na kwa muda gani, mpaka Mungu akasema maombi yako sasa amefanya ukumbusho pamoja na zile sadaka. Fikira angetoa baada akasema nimeshatoa vya kutosha. Hayo maneno tunatumiaga sana. Kama ni kutoa, nimeshatoa vya kutosha. Vya kutosha ndio kiasi gani? Bwana Yesu sana. Kama ni kutoa, nimeshatoa vya kutosha. Vya kutosha ndio kiasi gani? Eti sevo. Ukitoa vya kutosha umetoa kiasi gani? Huyo hajasema, ndio maana hajajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukiomba vya kutosha umeomba kiasi gani?
Kwa kuna wakati mwingine tunaita vya kutosha, kumbe tulipaswa kuendelea. Mtu mmoja aliambiwa piga mishale. Unataka kushinda Washami kabisa waishe, piga mishale. Halafu akuambiwa mingapi? Akapiga wa kwanza, kapiga wa pili, kapiga wa tatu, akasema nimeshapiga vya kutosha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii amewaambia Washami, alikuja kumlilia yule nabii, aliugua. Yule mfalme kaona ugonjwa mzee huyu anavyouma anaweza sipone, na ndiye alikuwa ananisaidia. Maana yule mzee Washami alikuwa akipanga vita, yeye anaviona, anamwambia mfalme wanakuja, epuka hivi, fanya hivi, fanya hivi, wavizie mahali fulani. Kwa kila siku Washami wakipanga kuja, hawafanikishi ule mpango wao. Sasa zamu hii mzee anaumwa, na mfalme kimwangalia huu ugonjwa, huyu mzee anaweza siinuke. Kaenda kwake pale alipolala kwenye kitanda, kalia kweli kweli, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu. Mzee akamwambia kijana, hebu njoo, fungua hilo dirisha la upande wa mashariki, piga mshale mmoja, useme, utamke, huu ni mshale wa kushinda Washami, sio kuangamiza Washami. Tofautisha hayo maneno. Ule wa dirishani ni wa kushinda Washami, sio kuangamiza, sio kukomesha, sio mshale wa kukomesha, ni mshale wa kushinda. Akamwambia kuna mishale sasa imesalia ya kukomesha, yaani hawataibuka tena. Hii mishale ya kukomesha chukua. Hakumwambia mingapi, akamwambia elekeza chini, anza. Mzee anamhesabia, yeye amelala yuko kitandani, anamhesabia. Wa kwanza akagonga sakafu, wa pili akagonga sakafu, wa tatu akagonga, akasema nimeshapiga mzee vya kutosha. Mzee akakasirika sana, akamwambia ulipaswa uendelee kupiga angalau hata mara 5 au mara 6, lakini kwa kumepiga mara 3 ukaacha, utawashinda mara 3 tu. Baada ya hapo haleluya, wewe unahesabu tu, viti kitokea kwanza ule ana hakika utashinda. Ikiibuka nyingine ya Washami ujue utashinda, ikiibuka na nyingine tena ujue utashinda. Lakini ukiona umemaliza hizo 3 ujue umepigwa. Ukiona imekuja ya 4 Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini umepiga ukasema nimepiga vya kutosha? Kwa Mungu akasema pamoja na kwamba neema itakuwepo na nguvu ya kubadilisha, haitengenezi immunity kwamba jitihada za ulimwengu ule wa pili zimekoma. Na kwa sababu hakutakuweko na immunity kwamba zile jitihada za upande wa pili zimekoma, niwaambie kanisa wajizoeze maombi ya muda mrefu, maombi endelevu, maombi ya kutokuacha, kupiga mishale kwa namna endelevu, kupiga mshale bila kuhesabu nimepiga mingapi. Wewe piga tu. Jina la Yesu libarikiwe. Akasema ungepiga angalau 6 ungewaangamiza kabisa, sio kuwashinda, kuwaangamiza. Ungepiga angalau 6 au 5 ungewaangamiza kabisa. Kwa nguvu ipo katika kuomba maombi ya muda mrefu, na kila mchungaji ajizoeze maombi ya muda mrefu. Kila mzee wa kanisa ajizoeze maombi ya muda mrefu kwa ajili ya usalama wa hilo kanisa mnaloongoza, kwa ajili ya usalama wa kanisa mnaloongoza. Mchungaji, anza kujizoeza maombi ya muda mrefu. Nikisema mchungaji namaanisha wawili,
mchungaji na mwenza wake, wote mimi nawaita wachungaji. Haleluya. Wazee wa kanisa, msio mnasema mchungaji. Kuna wazee wa kanisa wakati mwingine wanasahau kwamba wako kwenye huduma, wanadhani wao ni wasimamizi wa mchungaji. Hata mshirika wasipomwona mzee fulani yuko wapi, yaani mchungaji anataka atoe taarifa kwa mzee wa kanisa, fulani yuko wapi. Kumbe mzee wa kanisa anatakiwa mtafute, alafu amwambie mchungaji taarifa. Wazee wa kanisa wengi wamejiweka kwenye nafasi ya msimamizi wa mchungaji. Mchungaji atekeleze majukumu, halafu yao wanapewa taarifa. Haleluya. Lakini wazee wa kanisa, nendeni kwenye maombi ya muda mrefu kuombea kanisa mnalochunga, ambalo ninyi ni wazee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjizoeze, na pale itakapobidi hata kanisa lizoezeni kuingia maombi ya muda mrefu. Mwaka jana kwa mara ya kwanza tulishazoea maombi ya 21 ni Disemba. Mwaka jana nikayaingiza katikati ya mwaka kwa kanisa hili peke yake ninalochunga. 21. Watu walikuja kunipa mboni, mchungaji, watu watachoka. Mara 2 kwa mwaka. Wewe watachoka. Ya Disemba 21 na sasa tena. Mwaka huu nimeweka tena. Mbali na nimeweka ya siku 5 kila wiki, kila mwezi. Mwaka huu nimeweka, yani kwa zoezi wa shirika nao wajizoeze maombi ya muda mrefu. Kila mwezi, sio kila mwezi, kila miezi miwili. Nimefanya alternation. Kila mwezi nafanya semina, nitakuwa nafanya semina ya siku 5, mwezi mmoja nafanya semina ya siku 5, mwezi unaofuata wiki ya kwanza maombi ya siku 5 ya kufunga. Mwezi ujao semina siku 5, mwezi wa mbele yake maombi ya kufunga siku 5. Alafu tukifika mwezi wa 4 21. Haleluya. Hivyo tutatembea hivyo mwaka mzima. Watu wa Mungu wazoee pia kwamba kuna na maombi ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maombi ya muda. Tuishie hapa, muda wangu umeisha. Taendelea baadaye. Karibu kati. Jioni tukija nitamalizia na nitawaombea.